Yes, wewe unaona elfu 50 ulionayo haitoshi. Unaona haitoshi elfu 50 ulionayo mkononi mwako. Unaona haitoshi. Sasa ngoja nikusimulie, na ukitazama hiyo picha juu hapo ndio utaelewa ninaongea nini. Yes. Mwaka 2019 kama sikosei, 19 au 20, alinifuata rafiki yangu mmoja akaniambia, mtumishi, mimi katika hangaika yangu yote nimepata shilingi 35,000. Ni sijui nifanye biashara gani. Nikamwambia kwa 35,000 unaweza ukafanya biashara tena nzuri na kuingizia kipato na ukajipa muda fulani ukaanza kuendesha maisha yako vizuri. Akaniambia kweli Nikamwambia kesho asubuhi njoo. Mimi wakati huo ni mpiga drums kanisani. Kwa saa 10 nahitajika kanisani kwa ajili ya mazoezi ya praise and worship. Sasa kesho yake saa 12 akanifuata akaniambia nimekuja. Akaniambia basi tukapanda gari tukaelekea Karume. Angalia, tukaelekea Karume. Nikanunua, nikamwambia nomba 2,000. Nikachukua enga, zilikuwa zinauzwa 200. Enga zile za chuma, achana na hizi. Zenyewe za chuma zile zilikuwa zinauzwa 200. Yes, nikanunua 10, nikaongeza 500. Akanipa nyingine 3. Kwa hiyo zikawa 13 zile enga. Sawa. Tukaingia Karume. Hii njia kama unaenda China Plaza huku kuna lile soko la nguo lile mitumba minini. Tukaingia kule. Nikamwambia tuchague hapa magauni ya 1,500. Ya 1,500. Yes, tukachagua magauni 10. Ikaja la 15,000. Umeona, mpaka hapo tulikuwa tumetumia 17,500. Nikamwambia tuongeze 5. Tukaongeza 5. Kama tumetumia bwana 20,000 na alikuwa na begi. Tukaweka zile nguo kwenye henga vizuri tu. Tukaweka nguo kwenye henga. Nikamwambia safari yetu tusitembee humu mjini, tuingie majumbani ambako kuna watu wanaonaga uvivu kuja mjini kutafuta nguo. Basi mdogo tukaingia njia ya Mkuki House hapo. Kama mnaelekea Mnazi Mmoja, Mkuki House, tukaingia umukeko ndani. Tukafika sehemu kwanza tukapata chai 2,000. Unaona bajeti hizo. Chai 2,000 tukashiba, tukatia na maji pale kumantilie safi tumbo ndi. Wauni tukaweka sasa nguo begani. Mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba. Nikamwambia tusione aibu, na nikamwambia niangalie mimi nafanya. Na sio kwamba mimi nilishe kufanya biashara. Hapana, sije kufanya biashara. Just imagine, kwa sijawahi kabisa. Tumetembea, asante. Kila asante. Tukasema, hiki ni nini hiki? Akamwambia kuna ukata tamaa ndugu yangu, wewe twende. Kuna maeneo fulani keko naambiwa pita, yani unakuta ukuta umejengwa unapita hapo. Mshikaji wa kwanza ndio kwa mteja wetu. Kaona ile nguo, akaipenda sana. Akasema shingapi? Tumenunua 1,500. Kaambia 7,000. Akasema amna mwanangu, mimi na 5,000 nataka nikaonge. Yani nimekiona nimekipenda hichi kinguo nataka nikaonge bwana. Yani chumbangu kabisa yeye anavaa. Kaambia basi amna noma. Unaweza kuchukua hata na sketi yake hii hapa anapendeza sana. Akasema amna leo kwanza mwanangu, mimi nataka hicho cha juu, sasa mtapita kila siku. Mimi nikiona nguo siku nyingine nguo nitachukua. Basi tukamuzia shilingi 5,000. Hela alikuwa anashika yeye mmiliki mwenyewe. Akachukua hela, tukaenda mbele, tukakuta dada wanashona. Akasema nyinyi mnauzaje nguo kwa sisi hapa? Unaona kama sisi tunashona nguo mnatuzia. Akambia hizi za mtumba hizo za kushona. Sema poteni bwana. Yes, tukafika Kekoko, yes, Mbagala huko tukatembea. Yes, biashara na changamoto yake. Kuna mdada mmoja tulimkuta gauni kwa alikuwa analipenda lakini chini limechanika. Akasema siwezi kuchukua nguo hilo iliyochanika. Kwa hiyo ikabidi tuondoke. Biashara zimeenda changamoto, lakini tayari kuna njia ilikuwa imeanza kuonekana kupitia mtaji wa shilingi 35,000.
Ukitazama hiyo picha hapo juu ni sisi, hiyo ilikuwa ni mitaa ya Keko, ni sisi. Mimi hapo mbele, mshikaji wangu nyuma hapo, ni sisi. Yes, kwa shilingi 35,000. Kesho yake mimi saa 10 ilipofika, maana tulienda saa 10. Saa 10 ilipofika basi nilienda zangu kanisani. Akisema nikulipe, nikamwambia hapana, usinilipe. Nilikuwa nafanya kwa moyo kukuonesha kijana wangu kwamba kwa 35,000 kuna kitu unaweza kukifanya na ukawa busy na nyumbani, wakaacha kukuona muda wote, ukawa busy na mambo yako, ukamake wateja. Maana kuna wateja wengine walikuwa wanasema mlete, kuna nguo nyingine walikuwa wanasema mimi nataka nguo hii, napenda nguo hii, uilete nguo hii, hii so size, nataka size yangu fulani, kesho mpite. Umeona? Yes. Natumaini mshikaji wangu ameendelea na zaidi. Lakini kwa shilingi, kwa sasa hii 2026, kwa shilingi 50,000 unaweza kutoka nyumbani kwako na ukawa busy na maisha yako. Yes, kwa usikate tamaa. Ukiambiwa nani kakwambia usikate tamaa? Sema Tumish kanembea nisikate tamaa. Yes, hakuna kukata tamaa. Tukutane 2035 ndio logo.